na azima yao itakuwa imetimia. Usimuue. Lakini mimi nataka mambo yaishe. Japo unahitaji kuishi. Sawa. Sasa mimi nilikuwa nataka nielekee hivi nikatafute dawa. Nilikuwa naomba tuongeze. Hasani! 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 Oh, blaza majina gani leo tunaitana majina ya kuzikiana? Alafu nakuaje tunaitana huko majina ya chuo. Wale ndo nani? Hayo majina yako ugaibuni mimi sielewi. Mimi nakujua naitwa Hasani Mlanzi. Basi sawa. Mbona tunaitiana maeneo ya chooni huko? Vipi? Kuna nini blaza? Sije nikwambie kitu. Niambie. Nilikuwa nakuuliza vipi hali ya mkeo? Mke wangu hali yake kama jana na juzi tu. Sio wa kutembea, sio wa kupika. Kila kitu nafanya mimi. Unajua kwa hiyo hali aliyokuwa nayo mke wako kwa sasa, sidhani kama atapona. Yaani huyo ni wakufa moja kwa moja. Unajua Mary, mimi nikajua unaongea kitu cha maana sana. Au huenda unanipa njia sahihi ya kuweza kutatua tatizo langu. Lakini unaendelea kunikosea sasa. Naomba utambue basi hisia zangu kwamba nakupenda. Ina maana mapenzi yako kwangu ndio unaombea mke wangu afya, si ndio? Yule ni mke wangu mimi. Na nampenda kuliko unavyofikiri. Sawa, ila naomba utambue hisia zangu na mimi pia. Nakupenda. Wewe mdogo wangu na mambo mazito sana. Nimekuelekeza kwa mdomo hujanielewa. Sasa kuna dawa nataka nikupe hii hapa. Lete mkono wako. Lete mkono wako nikufunge dawa hii. Kwa blaza naye bado unaamini mambo ya kishirikina yani? Ipo siku utakuja kunielewa. Ila mimi ndo nakwambia sasa. Wewe una mambo mazito. Mimi uni wenu sipendi. Na sasa ndo kinifunga ndo nini yani? Kinatokea nini? Na ngekufunga hakuna kuvua. Na sharti yako nataka kuvaa nguo za mikono mirefu, sio nguo zako vishati hivi. Lakini baridi, lakini hapo tutafanya hata hivi. Hapa kishusha hadi chini hicho. Hapa si shega. Ndio na mambo yako. Wanapendaga kuniita Roy Mr. Bro. Mimi nakujua Hasani Mlanzi. Pumbavu. Nakukumbusha tu. Naomba ubongo wako ukumbuke kwamba mimi nina mwanamke. Alafu tena ubongo wako uambie kwamba nina changamoto. Kwenye changamoto hapo ukumbushe zaidi. Mapito ninayopitia mimi ni magumu kupita kiasi. Nakupenda please. Taki nikwambia. Alafu sikiliza wewe. Una mashetani. Wewe mchawi. Listen carefully. Kama utaendelea na ujinga wako kama huu, sintajali chochote. Nitakuchapa makofi. Ukome na tabia yako ya kijinga.
Niambie bibie, maana hiyo speed ya kuja hapa naamini una mambo mazuri. Uacha shoga yangu. Mambo mazuri kweli. Jana kama ilivyokuwa kawaida ulivyoniambia. Kila duka nimepita nimeta shilingi hiyo. Kila duka nimepita nimeta shilingi hiyo. Nilisema mambo mazuri shoga yangu. Hizo hela. Rejesho nimelipa. Sijui kuna mtu anadai 200 nimelipa. Yaani sina kipengele chochote hapa cha deni. Hapo upo. Na hapa ila bado ninazo. Ndani zimetulia. Hazina mambo mengi. Sasa ulivyokuwa umekaa siku zote hizo umepewa baadaye uzifanyie kazi unaziangalia. Umeona sasa hayo matokeo? Sasa hivi si una uhuru, haudaiwi popote. Sio hasa sio kitu gani? Na kwenye mikopo sasa hivi usiingie. Kazi ndio hiyo. Yaani hela zako haziishi. Hapo tu shoga yangu. Ukitaka hiki kipo. Yaani nimechukua shilingi 7 tu. Zile 3 nimeziacha. Karibu. Shikamoo. Marahaba mwanangu. Za kwenu? Kwetu safi, sijui hapa mama. Salama. Karibu. Mama, eti Aisha nimemkuta. Aisha hayupo hapa. Toka asubuhi sijamtia machoni. Unavyoona nataka kuhangaika huko kumtafuta. Sijafanikiwa kumuona. Mimi mwenyewe nilifikiri labda yuko kwenu. Leo wewe unakuja kumuulizia hapa unazidi kunichanganya. Sawa, atakuwa kina Roho. Bwana basi. Mambo vipi kaka? Namshukuru Mungu. Mambo yanaenda lakini Kidogo sana ndugu yangu. Mimi bwana, naam. Mguu ulikuwa kwako. Kwangu mimi? Ndiyo ndugu yangu. Hata hivyo singenikuta yani. Na nimepita hapo kwako naona kumefungwa kabisa, sio jana na juzi. Basi nikasema bwana, ngoja nijikongoje, angalau nipite kwa ndugu yangu kama kuna chochote kwa kuniazima, kwa kunipa, nitamshukuru Mwenyezi Mungu. Limadi nikafungue pale. Maana ndo ugali wangu uko pale ndugu yangu. Yaani hela nilizokupa nazo mpaka nimechanganyikiwa. Nipe sababu ya kuacha. Hata ndugu yangu nina hela mpaka zinamwagika, mimi za kazi gani hizi zingine? Kana kuzihifadhi kwanza, tena labda siku nyingine huko. Hivi unajua unafeli. Sasa unaanzaje kuziacha hizo 3? Yaani ukipewa kitu, ukipewa na maelekezo zingatia. Wewe huko kuna mambo mazuri, usiniambie. La, unakula wewe tunachachua hapa napata shida, si kweli. Yaani unanichekesha. Haya mambo mazuri huwezi ukapewa tu ukiwa hivi mtaani. Na ndio maana nilianza hatua kwa hatua. Nilikushawishi uingie huku ukaingia. Kwa baada ya kuingia huku ndio sasa hivi uanze kupewa sasa hizo password hatua kwa hatua. Wewe utakaanza kuambiwa tu kabla hata ukiingia kwa kama mimi nilijuaje kama ungekuwa unaingia na kutoka. Lakini nimekupa hizo password kwa sababu najua umeingia moja kwa moja. Na mafao yake ndio sasa hivi unayaona. Hizo ndio usinisika ukamwambia mtu. Tena nimwambia mtu tena? Nakwambia tu kabisa asije akakukuta mama. Si kweli shoga yangu. Ngoja mimi nikuache kwanza. Naenda zangu huko kuzurura. Haya, baadaye. Haya poa. Naona utanenepa zaidi ya hapo. Wewe acha. Roy, Amna nilichanganya mama. Lakini vipi sasa? hapa tunashukuru watu jambo. Kila kitu kiko sawa. Kiko sawa. Haya mama, ngoja mimi niende. Sawa. Ngoma ngumu. Mimi naona kama ni mitihani ya Mwenyezi Mungu ameamua. Kweli nishani zake Mungu, kweli kabisa. Sema nini? Kwa vile ndugu yangu tena, kuna namna. Mambo yashafika hapa. Kilichomtoka mtu kimemtoka bwana. Ndio. Shika hii itaendelea mbele kwa mbele huko. Bwana Lasi nashukuru sana. Mwenyezi Mungu akujalie, Mwenyezi Mungu akuongezee pale ulipotoa. Amina. Hakuna kitu kizuri kama Mungu atujalie sote bwana. Kweli shehe wangu. Basi poa kapambane bwana. Yaani wahi juu hapo. Basi sawa Lasi. Poa. Nashukuru sana bwana. Haya bwana. Haya. Haya.
Leo nimewakuta wote wawili. Hapa fanya dada, nataka pesa. Nataka hela yangu. Mama nakudai na yeye nakudai, wote mnajijua na wadai shilingi ngapi. Naomba kila mtu anipe changu leo hapa. Sitoi mguu hapa, sitoi chochote. Na anabeba chochote leo. Usiponipa hela. Sikiliza kwanza. Tunajua ndio unatudai, lakini naomba tuvumilie dadangu. Squeeze 3 tu. Siku 3? Siku 3 unaona ndogo, nimevumilia miezi 6. Tunadaiwa kodi hapa tulivyo unapotuona. Una madeni kibao mtaani. Unapotuona hapa ni biashara imekuwa ngumu, wanaume wote hakuna. Tunakopwa kila siku. Hivi mjini sasa hivi kuna mtu anakopwa? Nyinyi mnaishije? Unakopwaje mtoto wa kike? Unakubali kukopwa na una madeni? Unalala guest kila siku, ulali ndani, alafu unasema unakopwa? Mimi nataka hela, habari zako za kukopwa zinihusu. Nasemaje? Hapa leo sitoki na nitabeba chochote, narudia tena. Mama, sikusikii. Dada, tunajua kama unatudai shoga yangu. Tunajua kabisa. Wala hata tujisema. Kabisa nyinyi. Lakini tunaomba sisi shoga yangu tustiri. Tena mimi naona mnatania. Sio hivyo basi. Basi sasa mimi nimekubali, nitakupa leo nusu. Naomba chochote nimesema pale unachukua. Na nikirudi tena hapa sitawaelewa. No, kazi kukopa tu ila kulipa hamna. Haya shoga yangu. Umejionea kwa macho yako mawili haya. Kiefutaro tulikuwa nacho ndani hicho kimoja ndio kishaondoka chakula. Huyu paka jitu si paka Shuma alikotoka huko hajatoa taarifa, hajapiga hodi. Bora hata angetoa hodi, angepiga hodi tungejificha hata kwenye makalati. Haya ndio kaja na mguu wake, kaji ni mguu mmoja. Tunafanyaje?